Unajua kuna wanaume mpaka wanatoa fedha zao nyingi sana ili ampate mtu fulani, si ndio si ndio? Kababa karari kanatembea Manzese Tunduma Manzese Tunduma, anamsakama Fatuma, anamsakama Hana, kanatumia nguvu zake zote kwa Hana. Sikiliza, Hana siku moja akinywa pweza ikamfika, akaona ameshiba, akaona kijiangalia kaisi kwamba yumo kidogo. Utaona maji yako pale bafuni, alikuwa anakuandalia maji, asema maji yako msio siko pale, cha kusema si hauna. Haleluya. Lakini ulimpatia moyo wako. Haleluya. Wababa, hakuna mtu mgumu kama mwanaume mpaka aelewe. Kwanza naanza kuangalia hivi jamaa hivi sila siku ile anasema kweli. Ninasema tena unifikie vizuri kabisa. Amina. Amen. Unampa roho yako nani? Haleluya. Maandiko nasema na araniwe mtu yule hamtegemeaye mwanadamu na mfanyaye kuwa kama kinga yake moyoni mwake amefanyaje? Amemwacha Bwana. Maandiko nasema ya kwamba apendaye baba wala mama, mke wake, mtoto wake, ndugu yake, huyo mtu afanyaje? Anistahili. Ni maandiko sijasema mimi. Haleluya. Sasa wewe mama unahangaika, unampa moyo, mpe moyo kwa sababu kunao karibu, mfaridiane kwa muda. Lakini kumbuka huyo jamaa anaweza kapiga mweleka akakukataa siku moja. Lakini nakuomba wekeza kwa nani? Mpende Bwana Mungu wako kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Amen. Makanisani tuna watu wanalia, Yesu nisaidie. Unashangaa mama analia, kumbe mama kalitelekezwa. Haitelekezwa na Asumani, akatelekezwa na Yonadabu, akafikiri kwamba atakuwa wake milele. Haleluya. Mungu alipotupenda, alitupenda kweli kweli. Haleluya. Mwanadamu ndiye anayebadilika, anakupenda roho, anakupenda nusu. Hasema hivi ndo mwenyewe au nisubiri. Kwa napeka pending, unakaa huko kwanza naangalia. Nimpende Yusufu au Musa. Kwa unakuta mama anaangalia huko na kule, si ndio? Lakini Mungu alitupenda kwa moyo, aliamua kutupenda, kutuachilia, kuleta hali ya ukombozi kwenye maisha. Akili yako iko wapi? Maana wengine akisikia kikoba kausha damu, akasikia kauka ni kuvaya kikoba kimeshapiga hata na muhuri hapa. Amekaa kwenye kiti akisikiza neno, anasema mtumishi amechelewa, kikoba changu kugonga Isa. Haleluya. Ndipo moyo ulikofanyaje? Ulikoenda. Haleluya. Tunasema tumsifu Mungu, mtu anaanza kutulembulia. Sema. Tunaposema kumsifu Mungu, hatuanzi kurembua hapa. Amina. Wala hatuna haja kukuangalia. Tunataka tuone jasho ikifanyaje? Unakuta mtu anasifu huku akijirembua namna hii. Haleluya. Haleluya. Moyo wako umewekeza kwa nani? Haleluya. Haleluya. Siku moja nilipita mahali fulani, kuna sehemu inaitwa Hatupoi. Sema Hatupoi. Sema Hatupoi. Nikakaa fulani mpaka asubuhi. Amina. Nikaona tubiti tuzuri ambato tumekaa sawa, tupo kwenye pale bar. Amina. Yaani ni kama maonesho, tukanapita kanyewe, kanacheza, watu napiga kelele, wanatoa mafedha na sadaka pale, wanaimba, kasema, mlete tena, muongeze tena, wanashangilia. Lakini makanisani, muda kumsifu Mungu, watu wanaanza stay. Mwingine ndo wigi limelegea wigi, mwingine ndo shingo limekwaziko. Haleluya. Haleluya. Nani yako mwambie kwamba wewe moyo wako mwekeza kwa nani? Haleluya. Mwambie roho yako mwekeza kwa nani wewe? Moyo wako mwekeza kwa nani wewe? Haleluya. Yaani pasayo mimi na wewe ni kumpenda Bwana Mungu kwa roho yangu yote,
kwa akili zangu zote, kwa nguvu zangu zote. Haleluya. Nguvu zako umewekeza kwa nani? Haleluya. Nimesikia mwasibu akisema jambo hapa, acha nisizungumze, nisingilie huko. Haleluya. Lakini huko hapa ni nusu. Haleluya. Lakini alisema kitu. Sasa naposema nguvu zako umewekeza kwa nani? Nasema kwa Yesu. Lakini matokeo yake alivyosema mama, nijibu amna. Si ndio? Sasa hizo nguvu wekeza kwa Yesu nani? Bakari. Bakari. Haleluya. Unawekeza kwa Yesu aina gani? Yesu mwenye rangi ya buluu. Haleluya. Mpende Bwana Mungu wako kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa roho yako. Hiyo ndiyo mahali ya kuwekeza kwa Mungu. Mungu alitupenda jinsi ulivyo mama. Ni kwa neema ya Mungu tu. Haleluya. Wala una ujanja. Ndio maana siku ya kudedi, sema kudedi. Sema kudedi. Ukisema swala kufa mtu anaogopa, akisema nyie sifi. Sema kudedi. Tena kaza macho, sema kufa. Unamaanisha nini au unamaanisha maana si ya kweli? Watu wengeuka wamesema na wewe kufa. Sasa kwa dereva yako sifi. Haleluya. Ndio maana siku ya kudedi hauna ujanja, haijalishi umejipaka listipu. Mungu alitupenda. Tulimfanyia maovu, tulikosa kuwa watii, tulishinda kuwa nyenyekevu, lakini Mungu alitupenda akamtoa Yesu awe ni msaada kwenye maisha yetu. Kwenye maisha anayejua pesha kamshe mkono hapo kuna zawadi. Hayupo. Kama mimi saa 4 za jioni najua kwamba nitapata kifaa. Amshe mkono. Hayupo. Alafu niulize wewe ni nani? Kama mpaka kagani mama, mshukuru Mungu. Amen. Mpaka kachumba kawili, mshukuru Mungu. Amen. Kale kachumba kasikufanya unaangalia kwa Mungu kama vile ni kama njia panda hivi, ni kama napoteza muda fulani hivi. Haleluya. Haleluya. Mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako na kwa nguvu zako zote. Sema kitu kingine sasa. Kuna kipengele cha pili. Kuna upendo wa Mungu kwa wanadamu, kuna sadaka ya Mungu kwa nani? Wanadamu. Si ndio? Kipengele cha pili, sadaka ya nani? Hii una habari kwamba kuna damu ilimwagwa kwa ajili yako? Una habari? Haleluya. Upo kwenye agano. Kuna damu ilimwagwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako wewe. Haleluya. Hiyo ni sadaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Ili kwa mwaka umemtolea Mungu kiasi gani sadaka? Piga mahesabu hapo ulipokaa. Ndani ya mwaka uliopita umefanya kitu gani kwa Mungu? Hebu jipige kalkuleta mwenyewe hapo. Amen. Kikokotoo. Hebu jikokotoe kwanza. Upige mahesabu ndani ya mwaka uliopita umefanya nini? Haleluya. Amen. Sasa sema hatutakiwi kutambua uwepo wa Mungu katika maisha yetu au kumheshimu Mungu kwa midomo tu. Kitabu cha Mathayo 15:9. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Mathayo sura 15:8-9. Nisome mtumishi wa Mungu japo kwa haraka hapo. Watu hao huniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Watu hao huniheshimu kwa midomo yao ila mioyo yao iko mbali. Midomo yao si ndio? Haleluya. Acha kumwimba Yesu. Yesu anaweza. Sio gharama. Wasitumii fedha. Haleluya. Inua. Haleluya. Tunaposema inua kwa midomo, si ndio? Si kuongea ni rahisi. Kusema Yesu si rahisi. Ndio. Lakini anayesema Yesu ukipiga mahesabu kapata na rubino kaangalia, anayesema inua. Kumbe alishawahi kuinuliwa yeye, baadaye akaanguka. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Amesema watu wao mheshimu Mungu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali. Haleluya. Yesu aliyetolewa sadaka, hatutakiwi kumzungumza katika maneno tu. Haleluya. Katika midomo tu. Lazima katika vitendo tuwemo. Sema amina. Sema amina. Sema amina.
watu ambao tunamheshimu Mungu kwa midomo yetu, lakini wewe iko fanyaje? Iko mbali naye. Sema amina. Hivi kama Yesu angesema atuheshimu kwa midomo tu, lakini ukombozi wake uko mbali nasi, tungelikuwepo leo? Sijibu ni hapana. Maana yake yeye alituheshimu kwanza. Kiumbe hiki mwanadamu siku ya sita kiliumbwa kwa thamani ya Mungu aliyoitoa, hata nijitoe sadaka kwa ajili ya. Sema amina. Sema amina. Sema amen. Sema amina. Wangapi wanaelewa amsha mkono namna hii? Wanaonielewa, asielewa amsha mkono. Haleluya. Kama unielewe amsha, sema mimi siko sikuelewi. Haleluya. Haleluya. Sasa ni jambo la kutambua kwamba hatutakiwi kumheshimu Mungu kwa midomo yetu. Haleluya. Yesu alijitoa sadaka kwa ajili ya maisha yangu na maisha yako, tukakombolewa. Hatutakiwi kumzungumza kwa midomo tu. Haleluya. Haleluya. Hivi nani ambaye mama yake akasema mama yake yeye kama wewe mama, kama ungenichelewa ningekuzaa tu na wewe? Amshe mkono. Haleluya. Mama, kama ungenichelewa mama, ungenichelewa nami ningelikuzaa. Amshe mkono hapa. Na kama yupo ndivyo Yesu, tunatakiwa kumheshimu, kutambua kwamba pale Golgotha, pale fumu la kichwa, pale Kalvari, mwanaume aliwezeka kwa ajili yangu na wewe. Sema amina. Sema amina. Jambo la pili nasema kwamba Mungu alitoa mwana wake wa pekee na akamfanya kuwa daraja la ukombozi, na sisi wanadamu tukaokolewa kwa neema. Amina. Jambo la kwanza ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Jambo la pili ni sadaka ya Mungu kwa nini? Kwa mwanadamu. Ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Haleluya. Sasa ni yapi tupasao kwa Yesu? Unayajua? Unajua mpendwa? Yapi kupasao kwa Yesu unajua? Yesu naye mtumikia ya kupasayo kwako unayajua? Haleluya. Sasa nitegese vizuri. Amina. Jambo la kwanza kwa Yesu kwa kuwewe ya kupasayo ni kutambua thamani ya ukombozi wetu kupitia Yesu Kristo, pamoja na kutangaza habari za ufalme wa Mungu. Mathayo sura ya 15-7. Haleluya. Ni kutambua thamani ya wokovu wa Yesu kwa ajili yetu. Alitufia pale msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Haleluya. Ni kutambua thamani. Ni kutambua thamani. Wangapi mhubiri injili mtaani kwa ajili ya Yesu kuisamsha mkono? Wangapi ambao wameshapanga kuama naenda kuhubiri injili kuja kutangaza ufalme wa nani? Wa Yesu. Amsha mkono. Nafikiri kama ni hivi sasa umeshapata majibu kwamba kuna namna tumejisahau. Yesu alitembea, Yesu alihangaika, Yesu alitumia muda wake kwa ajili ya kutafutia ukombozi. Na wewe leo hii sasa lazima utambue thamani ya wokovu wa maisha yako. Sema amina. Amen. Sema amina. Amina. Sema amina. Amen. Sema amen. Amina. Sema amen. Amen. Tunatakiwa kumzalia Mungu nini? Matunda katika maisha yetu. Lazima Mungu afanyeje? Umzalie matunda kwenye maisha yako.